Madeni ni mabaya au ni mazuri? Yanaweza kama mabaya, yanaweza kama mazuri, inategemea na lengo la mkopo. Kuna mikopo ile mibaya ambayo unakopa hela lakini ile hela iende kwenye uzalishaji. Hi, my Halisi Chat Fam. Karibuni tena kwenye kipindi chetu ambacho tunazungumzia pesa, biashara, and everything pertaining growth. We want you to come out of our sessions a well-rounded person. Kwa hiyo huwa nina wageni mbalimbali from different sectors kutuwezesha sisi kuelewa fedha, biashara na kukua kwa ujumla. So if you're looking to grow, if you're looking for growth, you are on the right place. Na leo niko na kaka Dennis, amekuja tunazungumzia topic ya madeni. Labda nimkaribishe ajitambulishe, atuambie anafanya nini hapa mjini na tuanze conversation yetu. Karibu kaka Dennis. Asante sana. Kwa majina naitwa Dennis Simon. Mimi ni certified financial educator, lakini certified microfinance professional. Kwa sasa nafanya mambo ya consultation to microfinance, lakini pia na individuals. Lakini Mungu ametujalia sasa hivi pia nina microfinance yangu ambayo imeshasajiliwa, inaitwa Fanikisha Finance Limited. Niko na directors wengine ambao tunashirikiana, ofisi iko pale Morocco Square. Kwa kifupi hiyo ni introduction yangu. Labda cha mwisho tu ni seasonal banker niseme. Fanya kazi banki zaidi ya miaka 12. Zaidi sana nifanya upande wa mikopo, credit department. Kutokea mwaka 2013 mpaka leo ninavyoongea nacheza na mikopo. Kwa hiyo ndio life yangu. Asante sana. Tuanze tu kwa kuingia moja kwa moja kwenye topic. Madeni ni mabaya au ni mazuri? Yanaweza kama mabaya, yanaweza kama mazuri, inategemea na lengo la mkopo. Kuna mikopo ile mibaya ambayo unakopa hela lakini ile hela iende kwenye uzalishaji. Alafu kuna ile mikopo mizuri ambayo unachukua hela unaipeleka kwenye uzalishaji. Labda niongeze zaidi. Mikopo mizuri ni ile ambayo unayopeleka kwenye uzalishaji. Kwa mfano unakopa unapeleka kwenye mambo ya hisa, unapeleka kwenye mambo ya hati fungani, unapeleka kwenye mifuko ya pamoja, unapeleka kwenye ujenzi wa nyumba za kupanga. Kwa maana nyingine pia unaweza kuwa unapeleka kwenye mambo ya elimu, kwa sababu pia kuwekeza kwenye elimu ni investment ambayo return yake unaweza usione leo ukaiona kesho. Lakini mkopo mbaya ule ambao unaupeleka kwenye kutumia kula. Kwa mfano umekopa ukanunue simu, huo ni mkopo mbaya. Unless hiyo simu inaenda kukuzalishia kitu fulani. Kwa mfano wale ma content creator anahitaji simu nzuri kama yako hii 17 Pro Max 512 1 terabyte or 2 terabyte. It's a huge amount of money, 6 million, 7 million, depends na memory or whatever the capacity ya simu. So kwa huyu unaweza nikasema inaenda kwenye nini, uwekezaji, sababu yeye anategemea kuwa na kifaa kizuri. Labda atakunua laptop kwa ajili ya kufanyia kazi zake, hiyo ni uwekezaji, sababu anapofanya hivyo basi namsaidia. Lakini pia anaweza kama mtu mwingine anunua gari kwa ajili tu ya luxury, hiyo sio mkopo mzuri. Lakini kuna mwingine anunua gari nzuri kwa ajili ya wateja anaokutana nao. Unajua wanasema appearance na jinsi watu wanavyokuona nje ndio inaweza kukupa dili au sikupe dili. So siku hizi nimeona pia watu wanafanya hivyo. Muonekano una mata. Hakuna mtu atajua kuangalia unalala wapi. Lakini umevaaje, unaendesha gari gani, una simu gani. Kuna vitu vidogo dogo sana baadhi ya watu wanaviangalia. Sisi tuko mtaani tunaona kuna dili nyingi unaweza ukazimisi kwa sababu tu ya appearance. Kuna dili nyingi unaweza ukazimisi kwa sababu tu ya gari tu unaenda nalo, mtu akakuchukulia. Sasa unaongelea billions. Yeye mwenyewe kaja hapa haelekeleki na bodaboda majasho. Lakini kuna sehemu zingine unaweza kutusua. So watu wengi wanajaji sana. So ni kwa kifupi kabisa ndio hivyo, nimefafanua kuhusu mikopo mibaya na mikopo mizuri. Asante.
Ni kwa nini watu wengi wanajikuta wameingia kwenye madeni bila kupanga? Okay. Unajua shida haigongi hodi. Yani shida ikija, kwa mfano umetokea msiba wa ghafla. Pap! Bana, mjomba kameza, shoka amefariki, au mama kafariki, mtoto kafariki. Na unajua watu wengi sisi hatuna desturi ya kuweka akiba. So inapokuja una saving na shida imetokea jagonga hodi, mara nyingi tunatend kwenda kwenye nini? Kwenye mikopo. Yes. So watu wengi wanaingia kwenye mikopo, either wanapenda au hawapendi, kutokana na situation. Wengi hawaweki saving, na ukiangalia kutokana pia na gharama za maisha. Mimi nimejaribu kuwahoji watu wengi sana. Nilianza na watu bodaboda, sababu mshakuaga na bodaboda. Unamwambia kwa nini kila siku weke akiba? Anakuambia sasa bro, unaweka akiba ipi? Matumizi yako juu. Ila nimechukua ushauri wako. Nikiweka akiba leo, wiki tu ikishakaa pale unakuta shida zinatokea na ilamba ile akiba. Ila nadhani akiba inaweza kukuzuia usifanyaje? Usikope bila kupenda. Unaona? So watu wanaingia kwenye mikopo kwa sababu ya emergency, lakini pia kuna issue za peer pressure. Mwenzangu ana simu nzuri, mimi sina simu nzuri, naanza kuwa tempted. Siku hizi kuna simu unalipa 40%, 60% unalipa taratibu, mwaka mmoja, miaka miwili. That is not good. Because kumbuka simu zinapungua value. So ukilipa mkopo wa simu kwa mwaka mmoja, miwili, tayari by the time unamaliza ule mkopo, value yake imefanyaje? Ya simu imeshuka. Vitu kama magari, vitu kama simu, unapotumia mikopo kuvipurchase, lazima uwe makini sana. Unless in a short time, labda mwezi mmoja, miwili, mitatu, sita, hapo inaweza ikaleta sense. Lakini kama hicho kitu unachoenda kukifanya kama gari ni simu, una uhakika kabisa enda kuzalisha. Kama hivyo nimekuongelea watu wa content creator, kuna wale ambao magari kweli yanawasaidia. Siku hizi content zinafanyika hata kwenye magari. Sasa kuna gari ziko comfortable, ukikaa mnenda unapiga session, Insta stories zile, unajua. So mpaka mtu awe na ofisi. Kwani kuna watu sasa hivi ofisi ni gari. Anatoka Bagamoyo, anatoka Mbweni mpaka Posta, ashatengeneza kitu fulani. Unajua uko na dereva, bwana jamani, hey inakuaje? Kama nimeona kaka zetu sijui kama inaruhusiwa kuwataja, kina Masudi Kipanya na mwenzake, umeona. So hiyo ni creativity. So unakuja gundua hata gari inaweza kawa nini? Ikawa ofisi. Nimemwona pia kaka yangu Edmund Munyagi kwenye Forena anatia anatupa elimu ya fedha. Nimeona na wengine. So hata sisi tunajifunza kwamba okay, kumbe gari inaweza kawa ofisi. So kama una gari au una gari nzuri, hapo inakulazimu kwamba uanze kuwekeza kidogo uweze kupata gari nzuri ambayo nayo utafanya nini? Content creation, ndio? Kwa maana gani? Tuzikae nyuma. Unajua si millennials, kuna vitu tunaona Gen Z wanavifanya, wadogo bwana wanafanya show. So show ndio ulimwengu unapoenda. Popote ulipo unaweza kutoa elimu. So vitu vizuri kama hivyo zamani kwa tu liability, lakini siku hizi hiyo gari nzuri ikakuzalishia zaidi kutokana na content zile ambazo unafanya. Yes. Kabisa. Kwa hiyo just to expand kwenye ulichokijibu kwenye swali ambalo nilikuuliza lililopita, umesema kwamba mkopo unavyozidi kuwa muda mrefu ndivyo unavyozidi kuwa mbaya. Kwa hiyo watu ambao wanakopa magari, nadhani magari ndio sana naonaga, wanapewa muda wa miezi 20 na kitu au mwaka mzima ndo umalize. Wanabidi wajifunze hapa kwamba wawe makini sana. Wawe makini, wafanye mahesabu yao vizuri. By the time anamaliza ule mkopo, au amount ambayo utakuwa umelipa ni kiasi gani. Kwa mfano, let's say mkopo na 10% kwa mwaka, si ndio? Umechukua milioni 20, ndio amount ambayo unatakiwa kulipa. Na maana utalipa milioni 22, si ndio? Kwa miaka miwili milioni 24, si ndio? So that means kama gari ni milioni 20, ile gari utalipa tena milioni 20, itakuwa milioni 24. Unaona? Alafu kumbuka miaka unavyozidi kwenda, muda unavyozidi kwenda, gari na depreciate. Yaani ukinunua gari leo, baada ya wiki moja imeshafanyaje? Limeshuka. Ndio vitu kama hivyo. Sasa mtu ana calculate vipi kujua kwamba mkopo na uchukua una faida, mkopo na uchukua hauna hatari kubwa, au mkopo na uchukua una hatari kubwa? Very bad for me. Okay. Cha kwanza kuna kitu kinaitwa cost benefit analysis. Unaangalia gharama
na faida ya huo mkopo. So unaangalia cost unazoingia na faida unazopata. Faida ni kubwa kuliko cost au cost ni kubwa kuliko faida. So kama unaenda kuweka kwenye bondi, returns za bondi na makato, wapi makubwa? Makato ya mkopo au zile returns unazopata kwenye bondi? Kama ni kwenye hisa, what is the expected capital gain unaoipata na zile total exposure ya mkopo, kwa maana kama principal plus riba zile, si ndio? So ukijumlisha unafanya hizo analysis. It's very simple. Mkopo una muda gani? Labda miaka miwili, riba ni 10% kwa mwaka, si ndio? Miaka miwili na 20%, umechukua milioni 10, na maana 20% ya milioni 10 ni shilingi ngapi? Milioni 12, si ndio? Unapiga hesabu, okay, nikichukua milioni 10 nikaweka kwenye hisa, je, naweza nikapata return ya kiasi gani kwa miaka miwili? So unapiga hesabu zako, unainunua hisa kwa shilingi ngapi sasa hivi? What is the trend ya muda uliopita? Je, inapanda inashuka? Kama inapanda, una expect ni baada ya miaka miwili kutokana na performance ya kampuni na zile analysis ambazo unafanya, fundamental analysis. Basi unafanya decision. Na uzuri wa siku hizi safe wapo wengi wanaeducate sana haya mambo. Lakini pia wapo wale financial advisors ambao wana vibali vya ku-advise. Kwa siku hizi kila kitu kipo, ni wewe tu kuangalia unaenda wapi kupata hizo information. So cha msingi ni kuangalia gharama na faida ambazo unapata. Yes, kwa kama faida ni kubwa utachukua ule mkopo. Kwa mfano, riba ni 10% kwa mwaka, lakini unakuja kugundua returns ni 15%. So net ni 5%, 5%, si ndio? Unachukua ule mkopo, lakini riba ni 10%, return ni 5%. So unaona kuna negative, si ndio? Kuna hasi hapo ya 5%. Utabidi utulie, utafute mkopo ambao ni gharama nafuu. So nilichokigundua, watu wengi tunachukua mikopo lakini hatufanyi mahesabu. So unakuta umeshaingia, baadaye unakuja kugundua ule mkopo ni nini? Unakugharimu. Yes, na kitachokufanya kitakugharimu, ukichukua zile marejesho ya kila mwezi ukagawanya na income unaoipata kwa kila mwezi, ile ratio itakufanya ujue kwamba hapa nipo katika hali gani. Kwa mfano, marejesho yangu yote yanayotakiwa kulipa kwa mwezi labda ni 80,000, si ndio? Alafu income yangu ni 100,000. Kwa unakuta 80% wewe unalipa nini? Marejesho. Kwa maana katika kila shilingi 100 ya mapato yako 80 unalipa nini? Marejesho. Unabaki shilingi 20. Utaishi kwa 20 wewe. Kwa utajikuta utakopa ulipe madeni. Kwa unakuwa kwenye cycle. Ile cycle kuja kuchomoka haba maombi. Uwezi kuchomoka hivi. Hiyo cycle isikie kama, yani isikie katika hizi story. Ukiingia hiyo cycle ni ugharibu tunaita. Yani unakuwa kwenye addiction ya mikopo. Unatoka unaingia, unatoka unaingia mpaka unakuja kustaafu. Labda ufe ndo mkopo unatoka. Sababu siku hizi hata kustaafu watu wanakuwa kuna mikopo ya wastaafu, si ndio? Ipo wanakuwa kutumia zile pension. So unaendelea hivyo kwa wafanyakazi. Kwa wafanyabiashara wao wana namna yao. Unajua mfanyabiashara anajua kabisa mimi kesho sina uhakika. So kidogo unaona kama unakoga oga, ila wapo ambao pia wanaingiaga kwenye mkenge. Biashara fanya vizuri, bana unaweza ukapata milioni 200, 300 bila kufanya mahesabu anaingiza. Kumbe mwisho wa siku anajikuta anafanya biashara kulipa mkopo, sio kuiendeleza ile biashara. Kumbuka mimi naye kopesha, naangalia zile turnover unazopata kwenye biashara yako zinaingia kwenye account na kushawishi njoo ukope. Je, wewe kama mfanyabiashara umefanya mahesabu? So kuna vitu kama hivyo. Kwa tunashauriwa jamani tuwe makini sana na mahesabu kabla hujaamua kukopa bana. Hiyo mikopo bana, usihisi kwamba wanaokupa wanakupenda sana ndio maana wanakupa, ni kukusaidia tu. It's a very big business for our watu, so you have to be very careful with your finances. Nilikuwa nataka nikuulize kuhusu debt trap, lakini uko ndo umeanza kuigusia hapo. Mtu anajuaje sasa kwamba sasa nimefikia hatua mbaya sana, na anaweza akaanza kuchukua njia gani kujikwamua kutoka kwenye hiyo trap ya sako ya madeni? Okay. Cha kwanza inabidi mikopo yako uweze kuweka rekodi. Chukua daftari, chukua kompyuta, weka kwenye Excel. So nategemea hapa na najaribu kuwa include watu wote. Kuna wengine mambo ya Excel hawajui. So let's go to daftari. Chukua daftari lako, orodhesha mikopo yako, marejesho kila mwezi na muda wa kurejesha. Alafu orodhesha pia mapato yako kila mwezi, kama kila wiki, kila siku. So angalia marejesho yako ni kila wiki, ni kila mwezi.
then yafanye kama kila mwezi, si ndio? Kwa sababu kuna wengine marejesho yao ni kila wiki. So chukua wiki moja zidisha mara 4, utapata marejesho yako ya mwezi, si ndio? Chukua income yako ya kila wiki zidisha mara 4, utapata ya mwezi, si ndio? Chukua jumla ya marejesho yako gawanya kwa income. Ukiona imeshazidi 25%, anza kukaa mguu sawa kidogo. Ukiona imeanza kufika 50% kwenda juu, ujue wewe unaanza kuingia kwenye kitu kinaitwa financial distress. Unaanza kuingia kwenye stress. Baada ni ishaanza kuwa nini kubwa, wewe katika mapato ya shilingi 150 unalipa nini? Madeni. Alafu ile kilichobaki 50 ndio ule ulipe renti, ndio uweke mafuta yenyewe umeona 4,000 almost. Haya, ule yani vitu vinakuwa kidogo vinakuwa vigumu. Mwisho siku unakuta mtu akilala masaa 3 tayari usingizi umfanya umeisha. Yani mtu kalala saa 4, saa 7 usingizi umekata mpaka saa 12 anahesabu dali. Anafanya calculation kibao. Alafu akikuta unaendesha gari nzuri, sure njoo mna simu nzuri, hawezi kuelewa, atakuwa na stress, lazima comment. Wezi tu nyie. Vitu unakuwa na negativity. Yule mtu simlaumu, maisha yanatuletaga huko. Yes. Yeah. Anyways, products nyingi ambazo zinahusiana na hela ambazo ziko mtaani sasa hivi ambazo labda ni za MNOs, za mabenki na nini, zimechangia vipi watu kuingia kwenye madeni sana? Okay. Maana hizo wana push sana products za kukopa. Sawa. Yeah. Okay, zile product hazina ubaya wowote. Issue ni wewe, tabia yako. Si ndio? Walichofanya wao ni kurahisisha. Badala wewe kwenda kujaza form, vitu vimerahisishwa viko kwenye simu. So unaporahisishiwa, wewe ni kuwa na nidhamu kwamba napochukua nirejeshe, si ndio? Chukua kitu ambacho unaweza kurejesha, usichukue vitu ambavyo huwezi kufanyaje? Kurejesha. So tunashukuru kwanza teknolojia inavyokuwa, tunapunguza hizi pepa. Pia tunalinda miti. Si ndio? Maana karatasi inatokana na miti. Kwa unapotumia karatasi nyingi, miti pia tunafanyaje? Kwa tunahifadhi mazingira kwa kutumia technology. Ila issue inakuja wewe mtu binafsi. Kuna watu wana room mpaka milioni 2, mbona hawakopi? Wapo mabosi mpaka milioni 2 hapo wanapigiwa bwana, wanatumia message milioni 1, 2. Lakini kuna mtu hata ile room ya 50,000 inamtoa roho. Umeelewa? So issue ni wewe. Unaona? Issue ni wewe. Unapopata hizo fursa, angalia ndio fursa iko mbele. Je, mimi nipo wakati huu natakiwa kuchukua hii hela? Zinasaidia sana hata maofisini. Transaction imepungua 50,000 pap, umeshasongesha, ushafanya nini? Maisha yanafanyaje? Yanaendelea sasa mpaka uende tena ukatoa hela ukafanyaje? Kwa hiyo inatusaidia hata sisi. Sio kwamba watu wanasongesha hata maofisini huko. Si unajua kuna malipa namba haya, kuna M-Pesa namba hizi. So mimi ni washukuru Telecom, benki kudigitalize hivyo vitu. Ndivyo unapatika trend. Hata milioni 500 watu wachukue kwenye nini? Kwenye lending ambao mtu anakaa na simu yake kwenye hapo ana apply, kwa sababu inatakiwa data zote, database ziwe kule, mifumo unganike, NIDA pamoja kila kitu. Kwa mambo ya danganya asile yanakuepo. Maana ile ikikutana na CRB, kakutana NIDA, kakutana na mifumo yote, mpaka unapokaa tu atajua unadanganya wapi. Kutaka kutoka nje passport yako bwana, huyu mtu anaenda anarudi anafanya nini? So tunapoelekea ni pazuri zaidi. Yeah. Kwa hiyo sio hatari, ni pazuri. Ni pazuri, ila wewe uwe na nidhamu. Uwe na nidhamu. Mjini shule, jielimishe uweze kujua kwamba mkopo nataka kuchukua utanisaidia au utaniingiza kwenye matatizo. Absolutely. Yeah. Na mtu anaweza akatumia vipi madeni yake kufaidika na kukua kiuchumi? Sawa. Kuna kitu kinaitwa OPM, other people's money. Sometimes unaweza kuwa na hela zako ziko benki, ziko UTT, ziko kwenye bond. Ukasema mimi sitaki kutumia hela zangu, acha nitumie hela za watu wengine. Ndio matajiri wanafanya. Umeelewa? Na milioni 10 yangu huko kule kesi tumii milioni 10, nachukua milioni 10 ya mtu mwingine naenda kuitumia kuzalisha. So ukija kumfuatilia kwa mfano Robert Kiyosaki amefanya sana. Ametumia nyumba zake amekopa akajenga nyumba zingine. So I can even use my hatifungani bondi labda milioni 100, milioni 50 nikakopea kwa 70%, 80%. And then ile ninachokopea nikapeleka kwenye nyumba au nikanunulia tena bonds. Umeona? Nikakopea tena. Kwa baada ya miaka 8, 9, 10 nikawa na total value ya zile bond ambazo zimefanyaje?
nimenunua kwa ile amount hii moja, ikazalisha nyingine zaidi kutokana kwamba umetumia hela za watu wengine. Cha msingi ni kwamba zile coupons ziweze kulipa ule nini mkopo. Hiyo ni jambo moja. Jambo la pili, unaweza kuwa upo kazini, una ile steady income ambayo kila mwezi inaingia. Ukasema mimi nitatumia mshahara wangu kukopea, lakini nataka amount kubwa. So ukatumia hata nyumba yako ukaweka bondi wakakupa mkopo. Umeona? So kupitia mshahara wako kujikuta unapata leo milioni 100 ambayo kiuhalisia kusave usingekuwa nayo mwaka mmoja. Kwa kufanyia vitu vingine, kutumia deposit za wateja. So hii mikopo kuna namna nyingi sana unaweza kutumia. Siku hizi kuna vikoba. Kuna vikoba watu wanakopeshana mpaka milioni 50, milioni 100 vipo. Watu hawavunji. Kuna vikoba watu hawavunji miaka 10. Kwa hiyo ile inakuwa nyingi. Kwa hiyo watu kukopeshana milioni 50, 30 ni kawaida sana. Sasa assume kama riba ni 5%, 10% kwa mwaka na ile ile ukaenda kuizalisha. Unategemea kwa nini kikoba kama wako serious vitu vinavyoitwa kujenga, kufanya biashara itakuwa ni kazi ngumu? Hapana. Ndio hawa wanakuja wanazalisha ajira. Ndio maana unaona siku hizi mabenki wameshtuka, kumbe tunaweza tukacollaborate na tukashirikiana na vikoba, tukashirikiana na hizi microfinance. Tukawa kitu kimoja, kwa maana kwamba tukachukua akaunti zao, wao wakaweka hela zao hapa, lakini kuna muda wanaweza wakawa wameishiwa hela, tuka top up, alafu wakalipa kutokana na yale marejesho wanayopata kule. Maisha yakafanyaje? Yakaendelea. Kwa vitu vime advance kikweli kabisa. Niweza kusema kipindi hichi kwa kweli mimi nasema sio nirudi miaka 20 nyuma, afu kama nianze upya hivi. Kwa hizo fursa nazoziona. Umenielewa? Yaani mtu kama yupo kwenye chini ya miaka 30 ana wakati mzuri sana wa kuwa tajiri. Kwa sababu elimu ya fedha ipo. BOT imeshatengeneza safe hizo wa kutosha, safe financial educator wa kutosha, karibia 3000 sio 2000 na wapo mtaani. Elimu ipo hapo. Siku hizi ukiingia mtandaoni elimu ya fedha imejaa. Achana ile 2020 21 sisi tunapiga back to back. Unamwita mtu kumuelimisha anakuja 30 20. Kipindi hicho tuko mimi, Edmund, tuko Lawrence Mlaki, tupo na kina Neema Chami. Enzi hizo hata safe hii haijulikani itakuja lini. Sisi tumeanza way back. Sasa hivi umejaa. Sasa wewe ambaye hutaki hata kuwekeza, hutaki kujifunza, unatafuta nini sasa? Hapo unatafuta balaa. Miaka 90 huko, miaka 2000 ile mwanzoni, hizi elimu hazikuwepo. Wajanja tulikuwa wanajua kuna mambo ya hatifungani. Wajanja sana walijua kumbe unaweza ukajenga nyumba za kupangisha upate. Wajanja sana ndio walikuwa wanajua. Wengi walikuwa wanajua ukishajenga nyumba ishi, nunua gari ya nani, subiri ustaafu, uishi kidogo ufe. Lakini sasa hivi hapana. Maisha ni hivyo. Maisha yamebadilika sana. Kwa hiyo mimi natamani ningerudi miaka 20 nyuma, nikarekebisha mambo fulani. Yeah. Alafu wasingekukamata. Sana, unanikamataje sasa? Mtu ambaye ana kipato cha chini, ama kwa Mtanzania wa kawaida tuseme ni hicho ni kama 500, ni kama vile tunasema ni medium. Sawa. Generally you are among the few that wana kipato kwa kuanzia kwenye 500,000. Sawa. Mtu anapokea 500 kwa mwezi, alafu ana madeni yalopitiliza. Hatua gani anaanza mpaka achomoe hapo? Cha kwanza ni kulisti madeni yake yote. Namba 2 ni kuwatafuta wanaomdai, kunegotiate. Baadhi wampunguzie penalty na zile some interest wazipunguze. Zingine anaweza kalishejo, badala ya kupeleka 80,000 basi akapeleka hata 50,000. Sawa? Kumbuka unapotaka kutoka kwenye madeni usiwe na haraka, usiwe na moto, tulia. Kila anayekupigia pokea simu, mwambie mimi swala lako nafanyaje? Nalifanyia kazi. Cha msingi ni kukeep promise. Uwezi kuwalipa watu wote at par ukaweza. Mimi nishaingia kwenye madeni na najua. Yaani na pamoja na kuongea hivi hata sisi tushaingia huko na tukachomoka. Na mengine tunamalizia kabisa. So kutokana na mimi experience yangu ni kwamba madeni yanahitaji time. Alafu inabidi umfesi mtu akuelewe kwanza kwamba mimi bwana si kwamba nafanya makusudi. Kuna vitu fulani vimefanyaje, vimenibana. Jipe time. Naanza na ile midogo na clear, alafu inabaki ile mikubwa. Baadaye nafanya window shopping.
Umeelewa? Nikifanya window shopping naangalia mkopo mkubwa wenye riba ndogo. Alafu ili niweze kununua ile mikopo mingine niweze kubaki na mkopo mmoja au miwili. So inawezekana kabisa. Namba 3, wengine waombe grace period. Naomba huu muda wa miezi 6 nisilipe kwanza, nijipange. Kumbuka unahitaji kula. Kumbuka unahitaji uishi. Usije ukaacha kula, haya madeni utaweza kulipa. Utakonda, utabaki na masikio. Si unanielewa? Yaani wewe usile ulipe madeni, utashindwa kuishi, si ndio? Utakufa, alafu wale wenye madeni watakuja kudai siku ya msiba. Kwa hiyo ni bora pia ule wakati huo unaendelea kufanyaje? Kuyapunguza yale madeni. Madeni kuna watu wanakaa hadi miaka 10 wanalipa madeni. Serikali tunadaiwa, si ndio? Makampuni yanadaiwa. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kigeni sana. Cha msingi wewe weka commitment na usiogope kumaliza madeni. Jipe time. Umeona, jipe time. Kwa sababu nimeona kuna kesi mtu anajiua kwa sababu ya madeni. Madeni ni kitu ambacho kipo. Ukiingia bahati mbaya, basi jifunze, chukua elimu, anza mdogo mdogo. Usije ukajikatisha maisha kwa sababu ya madeni. Kwa kweli huwa inauma sana. Madeni yana mchango gani kwenye kuharibia afya ya kifedha na akili na akili kwa ujumla? Kiukweli madeni kwanza yanakupunguzia uwezo wako kuweka akiba na uwekezaji. Asumu mshahara wako ni milioni 1, madeni unatakiwa ulipe toto ile kwa kila mwezi 600,000, unabaki na 400,000, si ndio? Je, hizo 400,000 utaweza kuweka akiba? Utaweza kufanya uwekezaji? Ngumu. So kama unaweza clear madeni almost yote ili uweze kupata room ya wewe kufanya uwekezaji. Lakini pia madeni yanaweza kukuletea msongo wa mawazo. Mimi have seen kuna jirani wetu alikuwa anadaiwa hela nyingi sana na watu. Alijua, alienda kwenye barabara akajitegesha ile ya saa 1 asubuhi, lori limetoka huko Mandela Lodge likapita na yeye. True story. Mtu ambaye alikuwa anatengeneza ofisi za alikuwa anatengeneza godown kule Tabata. Alikuwa tayari ipo mwishoni, sijui kilichomvuruga nini. Lakini pia tumeshasikia story nyingi sana mikoani, hata hapa Dar watu wanakunywa hadi sumu. Unajua aibu ile, mara dewa huku mara huku, mimi mara kutishia ndakuweka mitandaoni tapeli wewe, kwa yale maneno mabaya yale. Mtu mimi ndo nimefika hapa, mimi sifai kuishi. Kwa hiyo hata wale wanaodai basi tupunguze maneno. Hiyo maneno yanakuwa makali, tunaua. Unajua mtu akifa kwa ajili yako unacho sio kitu kizuri. Cha msingi sisi tujue mtu anayedaiwa ajue kabisa yuko responsible, anawajibika kufanyaje? Kulipa. Lakini hata sisi ambao tupo kwenye hizi biashara ambao tumesajiliwa tujitahidi sana kuwa professional. Miongozo ipo. Ukienda kusoma Microfinance Regulation 2019, ukisoma Microfinance Act 2018, ipo miongozo jinsi ya kufollow up na lugha gani zitumike. So hizi harsh language, unatumia lugha kali, hazitakiwi. Wameweka kabisa mle. Lakini zipo nyingi. Kwa hiyo watu ambao wanapitia hiyo kwamba hizi sana hizi kwa damu za mtaani, watu ambao wanapitia kufuatiliwa kwa lugha kali na vitisho na lugha chafu saa nyingine, wana channel za kwenda kulalamika. Yes, Benki Kuu ina dawati la malalamiko. Ukienda pale unaloji hizo hayo malalamiko yako na wako friendly. Kwa hiyo cha msingi watu wajaribu kupeleka malalamiko hayo, kwa sababu hizi kausha damu, kuna wale ambao hawajasajiliwa ambao wengi hao ndo wanaharibu hii biashara. Okay. So tunamalizia labda tu ni kuelezea kwamba tuna utamaduni, mgeni anayekuja anawachia swali anayefuata na yule analijibu lile, alafu anamwachia anayefuata. So swali ambalo mgeni aliyopita aliniambia nikuulize kulikuwa na madeni, na kiukweli umeshagusia mwanzo, lakini alisema tunafanya vipi kuhakikisha kwamba tunavunja utamaduni wa madeni ya zile impulse madeni
kwenye familia zetu kupunguza poverty, yani kupunguza madeni ambayo yanasababisha na poverty, yani tusikue kiuchumi. How can we solve that problem for Tanzania? So kando swali la kuachia wewe. Sawa. Kitu cha kwanza, watu tuna desturi ya kuweka budget. Unajua vitu vizuri siku hizi ni hii sana. Unaweza kawa ni vitu vyote vya kupikia pale ndani na kila kitu, lakini ghafla kuna kitu kikapita huko. Kwa nini sinde kule makange ya mbuzi Masaki huyo mshenda ulipanga. So mwezi unavyoanza weka budget ya mwezi ambao utaivunja kwa wiki, utavunja kwa siku. Unapoona leo umeivunja ile budget, ujue kesho lazima hapo katikati lazima utapiga dash usipoangalia, si ndio? Kwa sababu unajua kabisa budget yangu ya mwezi ishaharibu leo. So ukiwa na budget, hata wale wanaokupigia simu njoo wavuvi, utaenda wavuvi. Bana kuna mchango wa harusi, je, ilikaa kwenye ratiba yako? Ilikaa kwenye budget yako? Kama ipo kwenye budget, mwambie asante. Ndio wana unapoweka budget pia weka sehemu ambapo ya mambo ya kijamii. Kila mwezi wewe lazima una akiba ya kwa ajili ya mambo ya kijamii, kwa sababu otherwise utatengwa. Unajua jamii zetu, si jamii zetu, mambo ya kijamii yana mada pia, si ndio? So lazima ubalance, usifanye mkakasi sasa, sababu inawezekana tu kuishi kufika hapo mama yako pia alishirikiana na watu bukafika hapo. So kwamba leo umetoka basi unataka kutenga watu. Hiyo Tanzania itakusumbua. Ndio tu ni watu kunyanyuana nini bwana na harusi na kitu hivyo. So ni muhimu pia kushiriki mambo ya kijamii. Then stick to your budget. Kitu cha pili, itaini mtu utengeneze emergency fund. Mfuko wa dharura wa miezi 6 mpaka mwaka. Matumizi yako ya mwezi yazidishe kwa 6 au miezi 12. Kama matumizi yako ni shilingi 300,000, basi huo na milioni 1.8 kwa miezi 6 na milioni 3.6 kwa miezi 12. Bikitokea la kutokea miezi 6 mpaka mwaka unakuwa ushaweza kujiadjust. Kwa sisi ambao tushakudubukia kwenye matatizo, unajua kabisa miezi 3 mpaka 6 pale tayari ushazoea kwanza hali, alafu mara nyingi pale huwa milango bigeze kafanyaje ikafunguka. So wewe kama mwaka mzima hapo utachuma ni mateso sana. So ukiweka hiyo inaweza kapupushi kuliko upoteze leo kazi, basi kila kitu umefanyaje kinavurugika, mara umechanganyikiwa, ujue nywele mara nini no. Hiyo sio kitu kizuri. So jiandae mapema. Kuvunja zile tunasema kwenye minyororo ya madeni ni pamoja pia kutokuchukua mikopo mibaya. Kama unataka kununua furniture, anza kuweka bajeti yako mapema, anza kuweka saving. Kwa Swiss tuna mifuko ambayo unaweza kuweka ukapata compound interest. Kwa hiyo kwa mfano mimi nataka kununua furniture za milioni 3, si ndio? Kila mwezi nataka usave shilingi ngapi, unagawanya pale. Ni kweli mimi naweza kumiliki furniture milioni 3? Hapana. Walichukua furniture za 1.5 unagawanya. Unaona okay. Kwa ndani ni 6 mwaka kaweza kana kitu fulani, si ndio? So unafanya hivyo. So ninavyosema hivyo so mimi niko perfect sana, lakini nimeona hiyo njia ilisaidia hata mimi. Naweza kana tamani kuwa la kitu fulani kizuri, lakini nakipa time. Sikupukuta papa. Naweza nikaona kitu kizuri labda kali, sim kali, gari kali, lakini najipa time. Tulia. Naambia wewe fungo, tulia na dunizaga fungo bwana, tulia kwa sababu muda wako utafika, muda wako utanunua. So muda wote kila kitu unachobona unataka kuchukua. Impulse purchase hizo zinatumiza sana. Mtu una viatu pay 60, unatuvaa wewe ni viatu vitatu. Sasa zile pia zingine zafanyaje? So hilo ni kosa. Lakini kitu kingine pia tuanze kuwa take through watoto wakiwa bado wadogo, waelewe mambo ya fedha, financial literacy. Katika lugha ni pesa, waweze kuelewa, kwa sababu kuposa elimu ya kifedha ndio nafanya wale watu waone kwamba okay, nimpata emergency alternative ni mikopo. So wakishaanza kupata elimu mapema itasaidia sana kutoa huko ambapo tulipe. Lakini pia tunapoomba mbani tu cancel hilo ya madeni. Kwa kweli kwenye familia zetu hizi ni kitu ambacho inakitafuna. Kuna watu wana uwezo kabisa, lakini wanashangaa kila muda hiki bodi madeni. Yaani madeni atumuke. Yaani madeni mabaya sio mazuri. So ni kitu ambacho pia kinatakiwa mwenyewe katika family level, tukiwa mimi naamini
So vitu vingine pia vinahitaji maombi na sala. Mtoke huko, kwa sababu mtu akitaka kukuloga wewe anakuingiza tu kwenye madeni. Yani kila ukitoka unaingia, wala hitaji hata kukuloga wewe chizi, anakutia kwenye madeni. So better pray harder. Usiingie kwenye madeni ambayo hauwezi kuchomoka. Ingia kwenye madeni ambayo yanazalisha, na pale biashara inapokuwa imekaa vizuri, unaweza kaanza kupunguza madeni. Mwisho wa siku uwe na biashara ambayo inajiendesha. So kuna biashara ambazo hata madeni hazii. Kucheki zile financial statement, ukienda upande wa short term na long term liability, unakuta zero. Zipo hizo biashara, unakuta mtu ana hiyo discipline. Kwa biashara yangu itapua taratibu. Sina haraka leo, nitago taratibu. Lakini si kuna ambao tunapenda kutake risk, unachukua hela una expand. Sasa ku expand kwa ghafla umeshazoea unakuta unaruka gap. Kitu cha mwisho kabisa ni kuwa sensitive. Unaposikia huduma ya mikopo, usiende tu kugonga hodi na kuulizia mikopo. Jiulize, ninahitaji huo mkopo kwa sasa hivi na nataka kufanya nini? Jipe hata wiki tafakari. Kweli huo mkopo na uhitaji? Unaweza kukaa siku 2-3 ukagundua kwamba ule mkopo sifanye. Suhitaji. Nipunguze tu matumizi hapa na hapa, nita survive. So ni muhimu sana. Na hichi kipindi ambacho gharama kidogo zinaweza boda juu, mafuta na nini, sio kakopa bodi ya kuipia mafuta na gari au sio kula. Ni muhimu sana budget zetu zianze kujiadjust. Hii ni kitu ambacho najua sio cha muda mrefu. So kama ulikuwa ni mtu wa kutoka sana out, sasa hivi punguza, save pesa, kwa sababu ni kitu ambacho kimilikane lini vitakaa sawa, si ndio? Kama ulikuwa ni mtu wa kugonga sana vyombo, punguza. Starehe punguza, ili hata inapotokea mafuta yameenda 5,000 6,000, kama itatokea basi wewe tayari una vitu una save ushafanya. Otherwise unje kujikuta sasa unapaki gari, maana unakula mlo mmoja, mambo ya kitaiti automatically kila kitu kinawezekana. Unajikuta kumbe siku hizo unaweza kula mlo mmoja na ukaishi fresh. Kumbe bwana unaweza ukatembea na miguu. Kwa hiyo hivi msini vikatokea. Ni muhimu sana kujipanga. So nadhani msingi mkubwa po hapo kwenye financial literacy, elimu ya fedha hii tuianzie kule kwenye familia zetu. Tukikaa kwenye vikao vyetu, basi tuzungumze hichi kitu bila uoga. Kuna familia mimi wao zinanialika kwenye sherehe zao, basi wanakupa hata 15 minutes 30 minutes uongelee kuhusu nini, mambo ya kifedha, madeni na vitu kama hivyo. So unakuta kwenye familia pengine kitu kinafanyaje. So nadhani mimi hicho kitu nikiona ni kizuri sana kuliko ukaa pale mwanzo kudiscuss mabingu au sio fulani, mbona sikuizaji kusalimia. Hebu tubadilishe hizo discussion, tuanze kuongelea mambo ya uwekezaji, mambo ya fedha. Tunatokaje kwenye madeni, tunapoaje, kwa nini sisi familia tusio na kiwanda chetu hata kidogo, vitu kama hivyo. Kuna hizo positive discussion tasaidia sana tutoke kwenye mambo mengi ambayo ni necessary. Zile dufubiki za familia mara wanamania wivu ni kwa sababu ya mizigo. Kishakuwa na mizigo, hizo discussion utasikia. So mimi natamani sana yani familia tamie mbona itengeneza, basi kusio na hivyo vitu. Tu discuss masuala ya kifedha pale, mambo ya uwekezaji, mustakabali wa nchi, tunaenda wapi, tufanye nini, elimu yetu tunafanyaje. Asante sana. Sasa swali kwa ajili ya ambaye anakuja, ningetamani aelezee kitu gani ambacho you're passionate about ama unafikiria. Sawa. Mimi natamani sana, sijajua anakuja yeye kuzungumza nini. Lakini kuna kitu ambacho naona watu wengi sana huwa wanakiulizia, uwekezaji wa kwenye nyumba. Upande wa real estate ni kubwa sana. So watu wengi pamoja real estate, kujenga nyumba upangishe mtu akupe kodi ya mwezi. Kumbe Swiss kuna Airbnb, unaweza kaenda kwa mtu ukuta pale pambini na tantie frame nikodisha kwa miaka 10, baada ya miaka 10 15 na kuachia. Unanua viwanja then unavikipanda pale unauza. So mtu aelezee upande vizuri, kwa sababu uwekezaji huko aina nyingi sana. Tusiegemee sana upande mmoja. Na pia kuna watu wenye ladha upande huo wanatamani sana kusikia. Takane mtaala mwenye experience ambaye pia anafanya aelezee upande huo, lakini pia aelezee changamoto zake na nini kifanyike. Naona kuna mda bwana, nyumba bilioni 100 unaweza pata kodi 500, kumbe hiyo sehemu unaweza kujenga units karibia 5, kila nyumba ikupa 300,000 ambayo ikakupa 1.5. So
kuna vitu unagundua kwamba tunakosa information, tunakosa zile taarifa sahihi. Tupate watu watupe taarifa sahihi upande wa nyumba, maana real estate, ili pia watu waweze kwenda huko pia. Kumbuka kuna uhitaji mkubwa sana wa nyumba Tanzania. Sio kila mtu anajenga na sio kila mtu pia ana mpango wa kujenga. Kuna watu wao mpango hawana, tia hela kwenye bondi, tia kwenye share. Leo umekaa Masaka amechoka, utampita Mikocheni. Yaani kuna watu wana dream hivyo. Ndio maana nasema generations zinabadilika. Jinsi wazazi wetu walivyowaza na sisi ni vitu vili tofauti. Kuna mtu anataka akifika 50 ame nchi. Hivi si unalijua hilo? Yaani kuna watu wana dream hivyo. Kuna mtu ana dream akaishi milimani. Mimi. Muone yani hewa safi, akae zake huko, akitoka nenda kuvua samaki, akabone boti. Yaani ana biashara zake kadhaa zipo kule, maisha yanamdolea. So ukimwambia bale su nyumba, nyumba mimi nitapandisha kisi sitakaa mimi. So mitazama nifanyaje inabadilika. So mimi kama millennial pia najifunza kwamba zile fixed mind tuachane nazo. We need to have open mind. Sio nikuta wana force vitu ambavyo vitu vishabadilika sana. So nadhani naelezea sana upande wa those kind of investment. Yes. Asante sana kaka Dennis. So I'd love to take this opportunity kuwashukuru sana audience wetu kwa kuangalia. Please like, share, subscribe ili tuendelee kufikisha ujumbe wa hii good news ya pesa kwa watu wengi zaidi, na tunawakaribisha tena. Session zinaendelea kuwepo. Tuta-upload another episode soon, so stay with us. For now nimkaribishe kaka Dennis atuambie anapatikana wapi, kama kuna mtu anataka consult naye anampataje? Sawa. Mimi napatikana jengo la ambalo na DC pale Mobile Spares twa Exchange Tower. Floor ya 4 pale. Kwa kija pale kambia na Ethiopia Airlines. So namba yangu ya simu namba ningesema simu ya mtu ana make appointment, so unaweza kaja hapo usinikute pia. Tukana sisi watu wa kumove. Namba yangu ni 0767 86 25 91. Kunipigia hata kama ni usiku saa 9, azimona zimeisikia mtaipokea. Mimi siachi hela ba. Sasa kuna mmoja ninapiga session. Jumapili mimi ninapiga session. Sinaga muda wa kurelax. Yaani ndo muda wangu. Tafika time ta relax. So bila kazi bila kazi, so grafta kazi, hatuna kazi. Hi, asante sana. So asanteni sana guys. I'd love to give a shout out to the team behind the camera, K15. Asanteni sana for making our experience very smooth. Tufanyia setup, kutushutia. So if you're looking to do content za aina yote, iwe ni picha, iwe ni video, iwe ni documentary, you know you have the right people. Check out K15 because you can see our setup is beautiful, our cameras are beautiful, you see the content is of quality. So check them out. And for now, bye. I will see you when you see me.